Story Spot. Who discovered this place was known as John Moto. He was coming all the way from Nairobi going to Kangundo. Alikuja hapa gari kawafaiti kwa hii kona. Hii kona. Kenya ni nchi yenye mandhari ya kipekee, milima, mabonde na miamba ya kuvutia ambayo hubeba hadithi zisizoelezeka. Leo tunasafiri hadi kaunti ya Machakos katika kijiji cha Chamwilu kugundua siri ya mlima unaovutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Huu ndio mlima unaodaiwa kuipinga nguvu ya uvutano wa dunia almaarufu Gravity Force, mlima wa Chamwilu. Safari ya kuelekea Chamwilu ni yenye hadithi. Unapokaribia kijiji hiki, macho yako huanza kubadilisha taswira. Mlima huu si mrefu kwa kimo, lakini jina lake limeenea zaidi ya mipaka ya Machakos. Watalii, wasomi na wapenda siri huja kila mwaka kushuhudia tukio lisiloelezeka. Kwa miongo mingi, wakazi wa eneo hili wamehifadhi hadithi kuhusu Chamwilu. My name is Alphonse Mwema Matthew, coming from Chamwilu Magnetic Hill, Machakos County. Now in this area we say the nature somehow defies gravity, whereby if you pour the water on the road, down near the road, instead of flowing down, it flows up. And even for the car, if you put the car on neutral down there at the corner, it still comes this way up. And even now the other thing around Botra or around Jerrycan, if you roll it going downwards, it instead rolls going upwards. And the place, as I told you, the Chamwilu is a combination of two names, which in one way or the other brings the reason in the traditional belief of the place. The Chamwilu is a combination of two names, Chalo and Mwilu. Now the Chalo and Mwilu, these were twin brothers who had married one lady and used to stay down here in the Shamba where there's this river down east. Now the two guys, the Chalo and Mwilu, Chalo used to stay that side of the river, Mwilu the other side of the river now, but the upper side. Now the two guys, when they married the lady, which we say is somehow ambiguous to our minds, and it's an irony whereby a lady is not supposed to be married by two guys. Now the guys married the lady, one lady, and the lady was called Kalechi. Now this lady, they stayed a life which we say it's like they were sharing the lady, and because the lady used to spend 1 week to Chalo, the other week to Mwilu. They take time, and it came to a time when they were blessed with a baby boy, a firstborn now. The baby boy brought a conflict between Chalo and Mwilu. The Chalo and Mwilu, the conflict was the name to give to the baby and who is the father of the baby. At long last, the mother decided to give the baby a name, and she named the baby Kamau, which is a Kikuyu name. Their life went on, and it came to a time again when they were blessed with a baby girl. The baby girl was named Mwende, which Mwende means the loved one. We believe that Mwende means a loved one in our tradition now. Again, after they got the baby boy, they still stayed their normal life, and it came to a time when Chalo there the other side passed, and they migrated to Mwilu. They stayed with Mwilu, and still at long last, even Mwilu still passed. The mother was left with the two guys, with the two kids, Kamau and Mwende.
it came to a time when Mwende grew up and she was married to at Lukenya. And after some time, she came and took the mother and the brother. They migrated to the Lukenya now. And now we come to believe and see that Chalo and Mwilo, it's like they are fighting for the baby boy, but Mwilo in the upper side, we believe that is the more powerful than Chalo. Is the more powerful than Chalo. So Mwilo intends that to pull everything coming from downside to the upper side, which is an irony, because everything should be going downwards, but here it comes the opposite side, which is up. Now the other reason, it comes to the scientific now. According to the scientists who came to the area, they told us that there is some mineral like red mercury underneath, but they say that is far from the ground. Now, the other thing, for the car, I've said if you put it on neutral down there, it will come this way up. Wengine wanasema ni mlima wenye nguvu za ajabu. Ngoma tutabasa na Kiswahili ni magnet. Magnet yema. Watu waiteke vetike mwana. Wangale wimaundo. Wengine wanaamini ni ishara ya kiroho au kimungu. Kuna maneno mingi bado nitakuelezea. You see, the area is called Chamwilu, but there are people who came up here. They found there is a red mercury underground. They started mining it at the corner there, and they found there is a red mercury. Still waiting. After 2 weeks, the government came, and they were chased away by the NEMA. So we believe the underground, it's far away, because even if they dig 20 foot underground, the soil they were digging, it was attractive to the magnet. Wageni wanaposhuhudia gari likipanda mteremko bila kuendesha, hubaki na mshangao. Lakini je, kuna maelezo ya kisayansi yanayoweza kuelezea siri hii? Sound free. Hayuko ndani. Hayuko ndani. What do you mean hayuko ndani? Awesome. This is awesome. Katika dunia nzima kuna maeneo yanayojulikana kama Gravity Hills au milima ya mvutano wa ajabu. Kimsingi, macho ya mwanadamu huchanganywa na mandhari, hivyo kinachoonekana kama mteremko na kupanda mara nyingi ni kushuka. Hata kama sayansi inaweza kutoa maelezo, imani na hadithi za wenyeji haziwezi kupuuzwa. Kwa wazazi wa Chamwilu, mlima huu ni zaidi ya kustaajabisha macho. Ni alama ya kitamaduni, ni kivutio cha historia. Leo hii, Chamwilu ni kivutio kikubwa cha utalii katika kaunti ya Machakos. Wageni hufika kushuhudia miujiza ya macho, na wakazi
hufaidika kupitia biashara ndogo ndogo, usafiri na huduma za wageni. Tunakaa hapa tunangojea wanakuja, tunawaonyesha. Sisi tunakaa kama matogeti hapa. Kwa siku huwa zinakuja kama gari 5, zinakuja kaa 10. Ukipata 1000 tunachukua 500, tunaweka kwa kikundi, 500 tunagawana. Kuna kazi mingi na iko tu wanapata kuanzia 900 mpaka 1000 kwa siku. Tunataka tukusanye pesa ndio tuweke kakitu hapa hivi, ndio tujizaitie na hiyo kakitu. Kama kashopu hivi watu wakikuja tunawauzia kani maji ya kunywa, kani soda tunawauzia hapa. Chamwilu ni mlima wa miujiza au ni udanganyifu wa macho? Ukweli unabaki pale pale kwamba mahali hapa limekuwa kivutio kisichopungua nguvu kwa miaka mingi. Wengine wanakuja kwa imani, wengine kwa kustaajabia sayansi, lakini wote huondoka na kumbukumbu ya pekee. Katika kila kona ya Kenya kuna hadithi zinazotufanya tujiulize maswali makubwa kuhusu dunia tunayoishi. Mlima wa Chamwilu unatufundisha kwamba sayansi na imani mara nyingi hukutana pale ambapo macho hushuhudia yasiyoelezeka. Ni darasa la macho yetu, changamoto kwa akili zetu na urithi wa vizazi vya Kenya. Wengine huona uchawi, wengine huona udanganyifu wa macho, lakini wote hukubali jambo moja, kwamba Chamwilu ni mahali pa pekee duniani. Hii ndiyo hadithi ya mlima wa Chamwilu, mlima unaopinga mvutano. Jina langu Elijah Mukande.